Bwana Yesu asifiwe. Niliahidi kwamba usiku huu tutaachia katuni nyingi sana ambazo si salama kwa watoto wetu. Mzazi uko busy, yani mimi mwanangu hata hapendi kucheza, yani amfurahia, hapendi kuzulula, yuko busy na katuni. Sasa katuni ambazo wanaangalia watoto wenu, wanajifunza usagaji, wanajifunza kulawitiana wenyewe kwa wenyewe, ni hizo hapa katuni. Ziko kwenye iPad yenu humo, wanaingia YouTube, wana Google, wanaona. Na nyingine ziko kwenye vingamzi, sio ndio mnaita, sio ni visimbuzi, I don't know, watu wanaangalia. Kwa naomba wazazi muangalie na kila mtu comment na tuombe mamlaka ziblock, zitusaidie kwa sababu sasa ndo mfano mzuri tunaokalia kulalamikia, serikali. Sawa. Haya, na nyinyi wazazi mko busy, haya karibuni sasa tuyajenge, muone sasa, ili mtetemeke vizuri sasa, ili mpasue vizuri iPad leo za watoto wenu. Njooni muone. Tunaanza na hii katuni ambayo ni katuni maarufu sana. Nafikiri mnaona hata kwenye TV. Hii katuni, angalia mtoto anajitambulisha, anajiintroduce kwamba anafurahia anaishi na mama wawili, manake hii ni familia ambayo ni ya wasagaji. Kwa hiyo manake mtoto anapokuwa anaangalia katuni ya namna hii, anaona kuwa couples za wasagaji ni vitu vya kawaida. So msikie. Penny Polar Bear. I live with my mummy and my other mummy. One mummy is a doctor and one mummy cooks spaghetti. Naona wazazi. Haya, katuni ziko nyingi sana. Leo nataka niwalete. Angalieni katuni hii hapa, inawajengea watoto perception, kuona kwamba kumbe mahusiano ya kusagana, ya mapenzi ya jinsia moja ni vitu vya kawaida. Angalieni hii katuni inavyoonyesha, inaitwa The Disney Princesses. Umeona? Wanaonesha kwamba ni kawaida kukiss, ni kawaida kuwa na mahusiano na mabinti wenzao. Yani manake vitoto vikiangalia vinaona, sawa, kumbe tunaweza tukawa group of girls na kila mtu akawa na mwenzake na wanaanza kukiss. Yani kwanza wanaanza kutengeneza kwamba kiss denda, yani ni kitu cha kawaida, yani it's normal, unaweza kumkiss rafiki yako wa kike hivyo na hivyo. Hizi ndo katuni ambazo wanaangalia watoto. Sasa uko busy mzazi, unajifanya uko busy na vikoba, wewe uko busy tena, watu wa mabenki, mko busy wanasiasa, mko busy wa inquiry. Do you want to kiss? La 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 la. Mko busy kwenye biashara. La 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 la. You look so nice. Okay, let's do a team kiss. La 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 la. You should definitely kiss her, like right now. La 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 la. Yep. Angalia. Sasa hii katuni, huyu ni binti. Unamuona ni binti hapa, anaonekana yuko na mvulana, lakini ana listi yake hapo. Umeona? Listi imeandikwa to do list. Anaandika kiss 100 boys. Yani kukiss wavulana 100. Kwa maana yake wewe una kabinti kako hapo, unasema kanapenda hii katuni. Sio, na hii katuni famous sana, Manake binti anakuwa anakisi kila kijana, anatiki, anakisi. Manake mtoto anakuwa anatengenezwa ile roho chafu, spirit chafu ya kuzimu, kwamba ni kawaida yani kubusu wavulana 100, kuwa na mahusiano na vijana 100. Hizi ndo katuni ambazo wanaangalia watoto wetu. Wazazi tuko busy na kujifanya mambo ya utandawazi na kadhalika. Lakini pia katuni nyingine ziko nyingi sana. Leo nitawaachia, nataka mchanganyikiwe mkapasua iPad za watoto wenu. Angalia hii katuni, inahamasisha watoto usagaji. Angalia kama unavyoona, anaonesha anamtamani msichana mwenzake. Kama hivyo unavyoona, wanafanya huo uchafu, anakisi msichana kwa msichana. And it's kwamba watoto wanakuwa wanajengiwa perception kwamba ni kawaida, yani ni vitu vya kawaida. When we were 17, but I feel safe here, lay with me. The stars watch us tonight. Lakini si hivyo tu. Katuni ya Cocomelon. Cocomelon nayo ni one of cartoons ambazo kiukweli inahamasisha haya mambo machafu ambayo tunayapinga, na wanapachika vipande. Kwa mfano, unaweza ukaona mpaka kuna watu wengi sana wametengeneza video za kutoa elimu kwenye mitandao. Cocomelon LGBTQ agenda.
ni mpango wa LGBTQ. Hii inaonesha baba wawili, two dads, you know. Mtoto hapa anatafuta nguo ya kuvaa na kosa, wanamcourage, wanamwambia be you, yani wanamwambia kuwa wewe unachotaka. Kwa mtoto anaonekana ni wa kiume, amevaa juu shati, chini sketi ya kike. Kwa hiyo yani wanamuunga mkono kabisa na nini. Shoga, nafikiri hiyo mnaona. You see, cartoons ni nyingi sana, ni nyingi mno. Angalia hapa. Wanahamasisha kubusu. Yani mtoto abusi kwenye mkono, aoneshi kubusu kwenye mkono labda, au basi hata kwenye shavu kidogo, ni kwenye mdomo. Na mdomo, na wote tunajua kwamba kisi ya mdomo kwa mdomo ni watu na mahusiano, you know. Kwa mtoto anakuwa anatengenezwa ile perception, ile roho kwamba kubusiana ni kwenye mdomo, yani hiyo ndo ni kitu cha kawaida. Kumbe ni mapepo, ni ushenzi, ni mapepo. Angalia hizi katuni ambazo watoto wenu wanaangalia. Nyingine hii hapa na hapa. Yeah, Dad tell you. No! So how do you know, Sherman? How do you know? It's like a museum. It's like a toy store. Kuna watu mmezaliwa na mapepo ya ubishi. Haya. Angalia hii katuni hapa ya Scooby-Doo. Angalia hii inahamasisha pia usagaji. Kwamba angalia binti anavyoshtuka kumuona mwanamke mwenzake. Here are your Scooby snacks. Yaani Mungu atuhurumie. Mungu atusaidie. Ndo katuni hizi kama mnavyoziona zinahamasisha ngono kwa watoto, zinahamasisha watoto kuona ushoga ni vitu vya kawaida, zinahamasisha watoto kuona usagaji ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo ni kazi kwako mzazi. Kwa sababu mimi ninavyojua mtoto kuna vitu vya ulazima. Elimu lazima mtoto apate. Kula lazima mtoto ale, kuvaa lazima mtoto ale, mtoto lazima alelewe vizuri. Lakini sioni kwamba mtoto asipoangalia katuni atakufa ama ataota mapembe kichwani. Kuna vitu yani sio mpaka msubiri mpaka mamlaka mamlaka zianze kwenye majumba yenu jamani. Mkuu wa mkoa saa ngapi atakuja kuwasha TV yako akukagulie? Ama atakuja saa ngapi kuangalia ratiba ya unavompa mwanao simu na vitu kama hivyo? Umeona? Sasa hii ni katuni nyingine. Hii katuni inaitwa Nazibo, watoto wanaziangalia, na watoto wanapopenda mambo wakiona mambo ya kijinga hivi hawezi wakaja kusema LGBTQ couples in cartoons, you know, kwamba hii ni ipo watoto wanaangalia, wanakuja kuhadithiana mashule. Sawa, tunajua kuna walimu ambao ni mapandikizi baadhi, tulishatoa hiyo ripoti nyuma, wanahamasisha vitu kama hivyo kwa wanafunzi, lakini watoto wengine wanakuja nazo nyumbani ni iPad, ni majinga kama haya. Hebu mimi naomba wa Tanzania, you just wake up. Wazazi, walezi, tuamke jamani. Watoto tuwalee katika misingi ya kimungu. Zipo katuni za mafundisho ya kimungu tunaweza tukawawekea. Zipo katuni za kufundisha mambo mazuri sana, you know. Angalia kama hii ya huyu mtoto huyu wa kiume. Hii katuni inahamasisha watoto love, yani watoto wapendane, dating, you know. Eti mvulana anaingia chumbani kwa msichana naye kachanganyikiwa, mvulana unamuona hisia zimepanda. Yani ni mapepo matupu. Sasa watoto wengine wanakuta wana practice vitoto, unakuta ni watoto wako tu wenyewe wa kike na wa kiume wanaangalia wana practice. Hizo kesi zipo, au wajirani au shuleni mtu anaona kwamba it's normal kudate, you know, shule kudate, kwenye mazingira kudate. Yani ni mapepo matupu. Kwa hiyo wazazi amkeni, zipo activities nyingi ambazo tunaweza tukawawekea watoto, you know, nyimbo za dini, vitabu vya dini, lakini pia michezo. Ni bora kuwawekea michezo nyumbani, wabembee, wacheze michezo ya aina nyingi. Lakini katuni kwa kweli, hebu tufumbeni, kwani tukiamua kwamba hamna kuangalia katuni kuna shida gani? No cartoons kwa watoto. Kwani kuna mtoto atang'oka meno? Ni hayo tu jamani.